Karibu sana mtazamaji. Muda sio mrefu pia tutakuwa tukiungana na wanahabari wetu kutoka maeneo ya mashinani watueleze kuhusu maandalizi yalivyo katika maeneo hayo. Tutakuwa na Ibrahim Karanja kutoka Nakuru, Elvis Kosgei atakuwa kaunti ya Uasin Gishu, watupashe na mengi zaidi muda sio mrefu. Lakini kwanza kabisa tupate taarifa kuu ambazo utazipata kwa kina mwendo wa saa 1 ukiwa naye Ali Manzu. Siku 4 zimepita baada ya maafikiano baina ya serikali na matabibu kutiwa saini kufuatia mgomo wao, lakini sasa huenda mambo yakavurugika. Hii ni baada ya baraza la Magavana kupitia mwenyekiti wao Wycliffe Oparanya kutoa taarifa kuwa hawakubaliani na mkataba ulioafikiwa, kwani serikali za kaunti hazikujumuishwa. Baraza hilo limesema masuala yaliyoangaziwa katika mkataba huo yataleta gharama kubwa katika kaunti, jambo ambalo halijazingatiwa kwenye bajeti ya mwaka huu. We saw, especially for the KMPDU, that Governor Ongwae had already actually signed. It's only His Excellency Governor Wycliffe Oparanya, the chair, who did not sign. But now they are telling us even that one does not stand. That we are supposed to go and sign the return to work formulas with individual counties. And then you wonder, the communication they did yesterday was in the recognition that the Council of Governors is the authority that speaks on behalf of the 47 counties. When it comes to something that does not suit them, then it is no longer convenient for them to use the Council of Governors, and now they want to tell you to go back to the counties. So it has become a tool that is used to frustrate health workers whenever we are trying to advance very genuine issues. We want to call the country to rethink twice that it is not normal that since 2013, when devolution took place, we have had more than 103 strikes on the same issues, but no resolution, no answers to it. So therefore, it is a time to rethink whether we need to centralize management of the human resource for health and the health system at large. If that one is the cause, then we want to hear what the president have to say about it. We want to hear what the Right Honorable Raila Amolo Odinga have to say about it, and not anything to do what the Governor's Council are proposing. Majimbo Kalasinga ameshinda uchaguzi wa chama cha Ford Kenya, na yeye sasa ndiye atakayewania nafasi ya ubunge katika uchaguzi mdogo wa Kabuchai. Kalasinga alizoa kura 70 ilhali mpinzani wake Eric Wanyonyi akijizolea kura 32. Majimbo atamenyana na wagombea wengine 7 ikiwemo Evans Kaikai, mgombea binafsi na mwandani wa naibu rais William Ruto katika uchaguzi huo mdogo ulioratibiwa kufanyika tarehe 4 mwezi Machi. And 7, 10. Kazi yangu ya kwanza ni kutetea watu wa Kabuchai. Kazi yangu ya pili ni kutetea watu ya Kabuchai. Na kazi yangu ya tatu ni kutetea watu wa Kabuchai. Na mtu wa Kabuchai wa kwanza ni Moses Masika Wetangula ambaye anapiga kura katika constituency hii. Mheshimiwa Majimbo, tunakushukuru for getting more votes from these delegates to give you the unique opportunity to be the flag bearer of our party. Nobody can ever come and think that because you have visited somebody somewhere and you have been entertained in a manner that nobody understands and you have been facilitated in a manner that is disgraceful, yes, you walk here and think you can walk away with this party. Yes. You will never do that. You will fail and fail forever.
Mtazamaji, kuna jumbe ambazo tulikuwa tumezipokea awali ambazo tuliziona kwenye mtandao kuhusu wazazi na malalamiko ambayo wameanza kuyatoa siku ya pili baada ya wanafunzi kurudi shuleni. Kuna mmoja anasema siku ya kwanza ya mtoto wao alifika nyumbani na kueleza wazazi wake kwamba alibadilishana zile maski na mwenzake kwa sababu aliona yake si nzuri sana, haipendezi kama ya mwenzake. Kwa hivyo walibadilishana, nyumbani akarudi na maski ya rafiki yake shuleni. Mwingine naye akasema hayo ni madogo kwa sababu yeye kwa upande wake anasema wanavalia maski wakimwona mwalimu akitoka darasani wanavua zile maski. Je, tumewatayarisha watoto ipasavyo wanapokwenda shuleni wakati huu wa corona ili kuweza kujikinga? Kwa sababu tunaona mikakati ndio inawekwa, lakini yule mtoto mwenyewe umemtayarisha vipi? Umemuonyesha vipi jinsi ya kujikinga? Umemuonyesha vipi jinsi ya kuweka maski yake mahali ambapo ni salama na vile ya kuvalia maski? Na je, mtoto kuvalia maski siku nzima ni salama? Wanapokuwa wakicheza ni salama wao kuwa wamevalia zile maski? Tutakuwa tukizungumza na Daktari Shafik Dosaji ambaye ni daktari wa watoto katika hospitali ya MP Shah, atuelimishe na mingi zaidi kuhusiana na swala hili. Na pia tuko naye Jasper Ondimo ambaye ni mwalimu, aweze kutueleza ni matayarisho ya aina gani ambayo yamewekwa katika shule zetu humu nchini ili kuwakinga na watoto. Wewe binafsi tunakuuliza, umeridhika na mikakati ambayo imewekwa na unaona inatosha kuweza kukinga ama